Weka formation hiyo. Asa hawa na style yao wanaotumia. Ama master 7 wana formation inatumia ndio sky pivot. Yaani hiyo ni sky pivot. Wanajitega kwa juu namna hii. Heone. Wao 7 Sister May mmoja. Wakisha jiunga na hii style yao wanakuaga na nguvu kinyama. Cheki ngoma hii. Wakisha jiunga hii style yao wanakuwa na nguvu ile mbaya. Unakuwa upoi. Cheki swili kwa nzito hii. Sister May na wao. Cheki ngoma namna hii. Wanaama ile mbaya. Hewane. Jamaa kapita mpaka juu lakini kama wapi? Cheki swili kwa nzito hii mzima. Wewe. Yaona namna hiyo. Waka na chap. Wakiwaga hivyo wanakuwa na nguvu ile mbaya. Cheki ngoma hii hapa hii. Binti anapeleka mjeledi unawakosa lakini nao wako fiti ile mbaya. Moto wao. Cheki. Ngome kapita kwa juu namna hiyo. Ikamkota. Cheki ngoma hiyo mzima. Alizunguka mzee hizo. Pa! Cheki. Jamaa kapita kwa chini ngoma wapi? Cheki sio ilivyokuwa hii. Kata namna hiyo. Ngome kapita. Binti kazunguka kwenda kwa mkono kapita namna hiyo. Ikikupata hiyo si mchezo. Na kama nakafunga kama katika pale akaishikilia kwa hapo mzee. Binti akivuta ivuteke. Sasa maonekana wachungana na style yao ya sky pivot. Akaamba kisha ungana na hiyo style. Baba yangu aliniambia mfumo wao ni imara sana. Wakitumia wewe hata kwa ubunifu mtu yote inakuwa ni ngumu mtu kuweza kupigana naye. Kwa wakibadilishana kwa muda mrefu watakaa muda gani? Wenda wanahitaji kupata style kama hii kuweza kuwa vizuri zaidi. Ndio. Sasa nimepata wazo. Nimeelewa kitu. Hii ni sana mimi na wewe tukisaidiana hivi. Tukibadilishana nguvu mimi na wewe, tutakuwa na nguvu kubwa. Kama master pia wanavyoungana vile, wanakuwa na nguvu kubwa. Wao kwa wao peke yao wakiungana vile, wanakuwa na uwezo mkubwa tofauti na vile ambavyo wao wanakuwa. Kwa hivyo wanaungana kama hivi, wanasaidiana kwa mishiana nguvu kwa ni rahisi kuweza kumudu adui anayekuja. Huko wamzuia mzee wa mzidi mama namna hii. Sister May, cheki mechi kwa mechi. Cheki hiyo namna. Sister yuko fiti, lakini sasa ameshaungana hivi. Hii inakuwa ngumu kwa upande wake kuweza kuamudu wote kwa pamoja. Cheki swali lilivyokuwa hii. Tanya na dimani. Kosa na mkono mzee huo. Maka wanangoja kwanza wewe. Tungusa ukafushika leo mnyo lako kashika namna hii. Ukashika ile mjeledi namna hii. Sasa na shughuli nzito hapa. Shika nzito kasi namna hii. Wakaunganisha nguvu. Sister May kazidiwa hapa. Hawa wanatumia nguvu, hawa wanamzidi kule. Sister May kazidiwa. Sasa nimepata maana halisi ya formula nguvu 9. Ndugu zangu, kama unafurahia hizi movie ninazowaletea kila siku, leo nina ombi moja muhimu sana kwako. Nataka kuiboresha hii channel iwe kubwa zaidi, quality kali zaidi, movie nyingi zaidi na upload za haraka. Lakini ukweli ni kwamba nahitaji support yenu kidogo ili kufanikisha hilo. Kama content hii imewahi kukufurahisha hata mara moja, unaweza kunisupport kwa kiasi kidogo tu kuanzia 1000, 2000, chochote kile utakachojaliwa. Link ipo kwenye bio yangu hapo, ingia YouTube utaona link, bonyeza, utaweza kulipia. Support yako content bora zaidi. Asante sana kwa support yako. Nimekumbuka buy down 4 kwa mara 2. Unakumbuka hii? Nini tena? Nimegundua nini maana ya formula nguvu 9 nikiwa nimekaa hapa. Nimekumbuka kipande kimoja kwa kinasema baada ya kuona stance zao wanapigana, nimeelewa sasa formula nguvu 9 na maana gani ilichoandikwa ndani yake. Kweli? Njia ya kwanza nimegundua ni elusive. Jinsi ambavyo mmonyoko na mzunguko wa nguvu unaofanyika. Sasa nimeelewa leo ni maana ya ile. Maana ya interconnected. Tunataka kuungana kutokana na ile mwanzilishi katika mzizi husika wa nguvu. Wewe umekuwa mjanja kipindi hicho. Wenda hatukutegemea angefanya mambo makubwa kama haya. Sasa shughuli ipo kwa upande wao. Wakamvizia wamalizie namna hiyo. Lakini kila mkono binti akawazuia. Sasa cheka alivyomzidi binti hapo. Wamemtaiti ile mbaya. Binti kapita kwa juu mdhibiti. Sasa katika kati mbele namna hiyo. Huyo kama kumalizia namna hii. Unaona? Piga nguvu katikati mzee. Sister May alipigwa. Aliotea. Kwa mtu akamzuia pale pale kama hajatua mzee. Pigwa mambo na namna hiyo. Pigwa moja kwenye mbavu. Moja ya mbavu tu mzee.
Sasa kamfuata, akafikiri mzaa. Mzee alwafinya. Kitu. Unabetulua natenguliwa tu mzee, rudi tena. Piga jiwe mwingine. Jamaa akajibetua kule. Sasa walifikiri mzaa. Mzee yuko hapa. Jamaa kwa ni yeye. Oyangia kajificha. Binti akaja babake amekuja. Sasa ukichaa sielewi. Safi. Akamfuata. Na wewe kumbe mzuka huko kweli. Wakafikiri huo mzuka. Usi alikupiga. Alikupiga ngumi ya pua, si ndio? Naenda kampige. Lakini sasa mimi siwezi kumpiga. Na nikasema uwezi. Naenda kampige. Mimi si niko hapa. Nimemuona kupiga ngumi. Ngumi moja mpige 3. Asante. Wewe ulipiga moja? Mimi nakupiga pua. Unapiga ngumi ya pua, mimi napiga pua. Ngoja. Akapigwa. Kitu. Binti akapiga nyingine. Piga ngumi. Safi. Akampiga teke makusudi akimbie. Mzee akamwona anakimbia kaona ngoja. Pigwa jiwe mzima. Binti akapiga nyingine ya pua. Jamani, pole. Nimekuumiza. Mbona mbwana? Wewe mzee. Mzee unanionea. Unanionea mzee. Unapigoje na mtoto? Haruhusi kuita jina langu kwanza. Toka. Sawa mheshimiwa. Bwana kulipa nyingine moja. Wewe subiri. Wakaambiwa toke faster. Mzee akawatoa, alikuwa blokiwa. Akawatoa. Mzee akatoa maski. Huyu ni yeye mwenyewe. Alikuja hapa. Anamtafuta Gojing. Kumbuka mzee anaamini mwanae kafa, kwa anamtafuta Gojing amuue. Babu, Gojing msalimia. Kumbe babangu kweli kaja kweli. Babako? Mtoke asitoke. Tulia kwanza mpaka upone. Akijua kwa mimi hapa atakujeruhi. Binti akakaa. Binti akaona pana kimgusa babangu niko hapa atamuumiza Gojing. Kwa binti akagoma kujitoa. Tokeni nje. Babu, huyu ni Miss Cheng. Anatafuta mjomba wake alikuwa anaishi hapa. Hii sehemu sa mjomba wake ni muongo. Mheshimiwa samani. Mmiliki wa sehemu ni anko wangu, alikuwa anaitwa anko. Mimi sio Chen jina langu. Jina langu sio Chen. Baba yangu ananiambia Wu Miangfeng ndo alikuwa rafiki yetu. Rafiki na baba yangu ambaye ni mjomba wangu. Wu Miangfeng. Wu Miangfeng ni mwanafunzi wa huyu mzee. Wu Miangfeng. Babu, Wu Miangfeng ni mwanafunzi wako wewe. Uliwafundisha wote. Umesema mjomba wangu ni mwanafunzi wake na babu huyu. Na huyu ndio baba yako Lu Chengfeng alikuwa rafiki yake, huyu ni mwalimu wake. Kwa hiyo wanafunzi wajukuu wa wanafunzi wangu. Hamna shida. Lakini mwingine mimi simjui, toka nje. Naitwa Buashe kutoka jumba la Master. Sijakuuliza wewe ni nani. Nimesema toka nje. Mwalimu, huyu ni mwalimu wangu anifundisha. Nimesema nyinyi wajukuu wa wanafunzi wangu. Usimtaki. Toka nje. Jumba la Master Uwezo ni ndogo sana, ufai hata kwangu. Amukuti wangu. Unasemaje? Jumba la Master nitakuonesha uwezo tulionao. Unadharau style ya jumba la Master. Afadha mzee akamshika, tulia wewe. Mzee anajiamini ana uwezo wa kutosha. Akamzungusha kwanza chap, ampiga kitu. Style zenu ndogo sana. Binti kaleta ubishi. Mzee akaama ya kwanza. Betua nyingine. Kameka kando. Mwalimu. Nishasema uwezo ni mdogo kuliko wangu. Wewe yaonshi, unanionea mimi. Uwezo wetu ni mkubwa. Nimesema uwezo ni mdogo sana. Mbona bado uko hapa? Style zao ni ndogo sana, hazikuti hata robo za kwetu. Mtarudi. Binti akatoka. Style za jumba la Master mzee anazarau sana. Sawa wewe, kuna mzuka yuko hapa. Mzuka, samahani. Niondokeni. Kuna mzuka huko ndani, nyamjui. Kuna mzuka. Hamna mzuka hapa. Shagu. Umesema kwamba hii nyumba ilikuwa ni kwenu hapa? Akamuuliza ukichaa vizuri. Asema nyumba hapa ni kwetu. Amini Shagu kwetu hapa. Shagu. Jina lako ni nani Alisia? Naitwa Sha. Sema ukweli, jina lako ni nani? Wewe ni Q. Q jina lako? Q.
Babangu ni Q. Babangu ni Q. Unamjua babangu kumbe? Wow. Kumbe ni dada yangu basi. Wewe mtoto wa mjomba wangu. Nimekupata dada mkubwa. Kumbe huyu ni mtoto wa dada wa kaka mjomba wake ambapo ni kwao. Wewe ni dada yako ya ujia. Mimi ni dada yako ya ujia. Dada mkubwa ndo wewe. Tukiwaga wadogo. Ndo mimi hapa. Babako yuko wapi? Babako yuko wapi? Akaoneshia kidole ndani. Kumbe Q aliyekufa aliyekauka hapa akawa mfupa ni baba yake. Kwa kumbe huu mwili ule ukutaga mara ya kwanza ni baba yake yuko hapa. Binti akaanza kulia. Baba yake alikufa, babangu amekufa yaka wenyewe. Babangu amekufa. Mjomba amekufa. Basi sisi wote ni yatima. Sisi wote ni yatima mwana Shagu. Binti sijui nini kilifanya akachanganyikiwa. Usijali dada. Nisili tena. Dada usijali. Silie ta. Akaanza kumfariji wakati wote ni wafiwa. Akaanza kumfariji. Shagu kumbe familia yake Micheng na Shagu kumbe ni ndugu. Walikuwa wajuani. Kumbe ni ndugu wote. Kibao wazazi wao ishakufa tayari. Lakini kwenye kisiwa chetu babangu ndo aliwafundisha wazazi wao wote. Walifunzwa na babangu mimi. Usiku kama umeingia, kabidi mzee akae pale. Licha ya vyote waliokufa na wanafunzi wake, mzee akafanya maziko ya kuwaenzi wanafunzi wake wawili. Wanafunzi wangu walikuwa wajinga lakini yapata wajukuu wazuri. Manake mimi kwenu ni kama babu yenu. Nyewe na wanafunzi wazuri sana. Na adabu nimewapenda wawili. Mzee akaangalia akaona kama vile wanapendana wawili. Afu anaogopa kuambiana. Mzee akawa ameona. Akasema kuona wajukuu za wanafunzi wangu wajukuu zao. Nimefurahi sana. Ronganji kwa binti yangu ilikuwa ipo hai. Ningefurahi pia. Ningejua ningewakubalia ndoa yao kule kisiwani. Mzee alikuwa anafikiria mwenyewe. Nasema laiti ningewakubali binti yangu akaolewa. Yote singetokea binti yangu asingekufa. Mzee anafikiri binti yake kafa kweli. Guanying. Mnaonekana nyinyi mnapendana sana. Ya ungempenda wewe mkeo huyo. Nikupe hapa hapa. Hapana mimi singesubutu bana. Nimesema nyinyi na wajukuu zangu si ndio? Kwa nini mtusubutu? Lakini huyu binti tumejiona leo. Vipi kuhusu binti mtaki au? Hajakubali bado yani. Alafu amenikemeta mimi ni mtu kutoka. Huyu binti kasema eti mimi ni mnyang'anyi kule kwetu eti. Kwa hiyo naona sistahili kumuoa. We. Mimi ndo nimesema amnaoana hapa. Kana mpendane nyie. Achana na huyo mjinga leo ambenye wanyang'anyi. Nimesema wewe unastahili kumuoa binti na namuoa hapa. Sasa hivi mnaoana hapa saa hii. Binti anasikia yote yanayoendelea kule. Haya mnafunga ndoa faster. Fungeni ndoa sasa hivi nikiwa hapa. Sasa hivi mnataka mtaki. Nyie tunapendana. Hamna maongezi hapa. Mnaoana. Mimi naenda nje. Leo usiku mnalala hapa wote. Mnaoana hapa. Mzee akatoka. Shagu. Nimesema muoana, Shagu tondoke. Kwa leo mnaoana hapa. Kuoana maana yake mnaoana hapa na mnalala wote hapa. Sababu babangu anaita shetani. Mzee anaforce mazingira ya haraka sana. Huwa anapenda watu wapendane, kwa hiyo mzee aliamuru wasta wawane hapo. Gojing akawa amecheka kweli kwa tukio lile. Gojing. Mbona cheka? Akaba nimefurahi kuona wameungana tena alafu walikuwa wanapendana waambizani. Mzee kawaforce. Natakiwa zamletu na sisi ndio? Ni kweli. Mapema sana. Na kwa hiyo tutaoana mimi na wewe tena mapema. Tutaoana na sisi. Basi wakawa wanachungulia wazee leo siku wanafanya nini. Mzee alitoka nje akakaa nje, hatu ingia ndani mpaka asubuhi. Kwa kawaacha walioana wafanye yao. Mzee alikaa juu ya mti anapiga filimbi yake kama kawa, shazoea hiyo. Sasa Ouyang Feng yuko mle ndani kajificha. Kwa yote anaendelea na yaona. Ouyang Feng akasikia mlio wa filimbi ukamwamsha. Hii filimbi ya mzee kumbuka kichawi. Ile filimbi ya mzee sikamwamsha Ouyang Feng.
Yao Jia, bahati mbaya ni ghafla tumeoana ni haraka sana. Unaonaje hiyo? Binti alikuwa anampenda tu. Labda hii ni hatima yetu mimi na wewe, huwezi jua. Hatima yetu. Wamewasha mishumaa tayari kwa ndoa, yani walale usiku wote wawili. Kama wanaofunga ndoa wanavyofanya. Sasa Oyankea akasikia. Baada ya kusikia akajificha kwa hapa. Akaa anaangalia walioana usiku wanafanya kitu gani. Akajificha ili asionekane, lakini akaa anachungulia nini kinachoendelea. Mzee akapiga filimbi yake usiku kucha, akawapigia mluzi wa enjoy kama sehemu ya burudani kwake, lakini aliwaburudisha wapenda nao hao. Sasa wanaoneana aibu. Sasa ndio kifanyike kitendo hapo, unajua. Jamaa alivunja ukimya, akavuta mikono hiyo. Kamba Yao Jia, nitakulinda wewe na nitakupenda kwa maisha yangu yote. Upo tayari? Binti akaonyesha ishara ya yeye pia amekubali. Wapenzi ni ya watu wawili na sio watatu. Atakapoingia watatu kwenye mapenzi lazima haribike. Mapenzi ni ya watu wawili. Wanapendeza eti. Hawa nao wanaona wivu jinsi wanavyolalana hapo. Sasa binti akamwangalia na Go Jing akanogewa. Go Jing naye akanataka naye waone hapa. Jing. Go Jing. Nini shida? Go Jing akanogewa naye akanataka nao pia walale pamoja. Binti alistukia hilo. Jing. Go Jing. Ni controversy. Rongami nashindwa bwana. Go Jing, bado unaumwa, tulia. Go Jing, tulia. Binti akamgusa na hamo ya kichawi. Mimi niguse nipige shot hivyo. Mimi nipige namna hiyo. Akamblock hapo faster. Alikuwa anaumia kinyama. Akambeba babangu aliniwekea ngao. Kwa mtu akinigusa mwili wangu lazima ngao ifetuke. Akamba usijali, nimewekewa kinga ya kichawi na babangu. Mtu asiniguse mpaka aitoe mwenyewe. Kumbe binti amewekewa kinga ya kichawi. Akamba samani, nimeshindwa kujicontrol ghafla. Naomba nisamee. Binti amewekewa kinga ya kichawi, uwezi ukamgusa kirahisi mpaka baba yake aitoe mwenyewe. Akamba usijali, uwezo wa babangu ni mkubwa, lakini wewe pia umeweza kuvumilia filimbi ya babangu. Uwezo wako pia ni mkubwa. Hakunaga mtu anaweza kuzuia filimbi ya babangu isimuingie au isimuumize. Basi binti akawa ameelewa. Ila binti mwili wake una kinga ya kichawi, yaani umewekewa vazi la kichawi, ukimgusa linakujeruhi. Usiku kaenda mpaka kucha asubuhi. Hawa nao walilala pamoja asubuhi walivyoana jana usiku. Binti anaamka. Ni mke na mume kwa sasa. Bila kamba Yao Jia, umeamka? Nafurahi kwamba babu ametunganisha. Tumebarikiwa mahusiano yetu na baraka tele. Na tumeoana kwa usimamizi wa babu, basi ni vizuri babu katusimamia. Sawa. Ulisema unamtafuta Go Jing? Asema ndio. Kwani kuna shida yote tukimtafuta? Basi tumtafute watu wawili. Basi tutaenda. Lakini akisha babu hajui tunaenda wapi. Sawa. Akachukua panga lake, atasafiri na mkewe kokote anakotaka kwenda ataenda. Basi wakatoka zao wakaishia. Au kuna wanakuja kule ambapo wanaondoka. Zawabuton anakimbizana na huyu jamaa. Wakafika hapa. Mara akashangaa mzee huyu hapa. Miguu yako ina nguvu wewe, lakini umeshinda kunikamata. Mimi niko fit kuliko wewe. Tunaenda mbio, unasemaje? Wewe, Go Jing iko wapi? Go Jing, twende. Mzee na akasikia, "Wewe, Go Jing iko wapi?" Mzee anamtafuta Go Jing, kumbe Go Jing amemwacha mle ndani. Usiku kao wameingia
Pakafika mchana, muda ukakaa siku ya 4. Bado Gojing matibabu yanaendelea. Siku 7 wanatakiwa stoki hapo. Jua likaanza mpaka macho ya jua bado wako mle mle ndani, wanaendelea matibabu yao. Haya, tuingie hapa. Yang Kang na wenzake wakarudi mle mle ndani. Kufika hapo alisikia binti ameokota. Kumbe Misimu kumbe aliokotwa na baadhi ya wavuvi kule maji. Na Simu, nini hali yake ikoje? Mheshimiwa, siku chache nilikuwa napita nikamuona nataka kujiua. Kwa nikadumbukia kwenye maji nikamuokoa. Alitupa kwenye ziwa la samaki. Bahati mbaya nikamkuta na tukamtoa. Familia yake nilikuona ameandika familia yangu, kaona nitafute. Nikitafuta familia maana alikuwa na jina na ukoo wa yangu. Msijali, nguo zake kambadilisha mke wangu. Mimi sijamgusa. Mke wangu kambadilisha nguo. Kwa siku 2 binti hajazinduka mpaka sasa. Yang Kang kweli anampenda binti, lakini yeye ni muongo tu. Anampenda binti kweli, ila yeye ni muongo. Akawapa hela. Sasa. Kama nashukuru sana. Twende. Binti siku 2 hajaamka. Faster, kamleta dokta mpya. Dokta kaletwa ndiye huyu. Mheshimiwa hapa. Dokta kama kumpima, amcheki. Huyu dokta kawaida tu. Wanaitwa local doctor. Dokta mwenye uwezo mdogo, sio uwezo mkubwa. Yeye kumpima kwa vipimo vyake akaona binti. Akamjibu, Mheshimiwa, tumechelewa kumuokoa, haiwezekani. Wewe! Msemaje? Mheshimiwa, tamua dokta ametoa vipimo vyake. Usimuue. Msemaje? Jamani la miasira ya ajabu tu. Binti hawezi kupona. Hawezi kufa nimesema. Tafuta dokta mwenye hadhi ya juu, mwenye pesa nyingi tutamlipa. Binti Yang Kang alikumbuka yote aliyopitia na binti huyo. Licha kwamba Yang Kang ni mbaya, lakini inaonekana Yang Kang na mapenzi ya kweli na binti Misimu. Sema wanapishana kwenye mambo ambayo wanayafanya. Binti ajilaumu sana, baadaye akaamua kujiua. Alikata mpaka nywele zake kujiona. Hii ni sehemu ya kujihukumu, kwa sababu mwana mambo yote mwanaume anampenda alafu anafanya mambo ya ajabu. Ndipo akaamua kujiua, basi maisha yake kuyatoa sadaka. Sababu anampenda mtu ambaye haeleweki. Sasa ilikuwa shida kwa kweli kwa upande wake. Anakumbuka aliporudi hakumkuta Nancy, alikuta amekata nywele zake pale. Ishara mtu kamwachia ukumbusho kwamba mtu huyo amekwenda kujiua, na akamwandikia usinitafute tena. Leo binti kaokolewa, ndio huyu. Binti ataka ajiue, lakini waliwahi kumuokoa kabla. Kuna kwa mjinga hivyo. Wana muhimu sana kwenye moyo wangu. Kwani hujui? Nancy, first time ongea na mimi. Ongea na mimi tafadhali. Hajalishi itakuwaje. Wanapingana kitabia na binti, na hii ndio shida kubwa kwa wanandoa wengi. Wanapishana matendo ambayo wanayafanya yanatofautiana, yanapelekea ugomvi. Anampenda kwa wanapendana, lakini sema tabia zao haziendani. Haya, kwa kile kijiji, jumba la mamasta kwa anapita kumtafuta Busha kawakuta. Dada mkubwa, tulitengana ghafla, umeumia mbona? Anasema ile Yang Yaoshi kanipiga. Anasema stadi zetu za kijinga. Ametusi uko wetu. Lakini yule mzee hadiye kwa na ugomvi na huyu mtu. Mbona tafutia ugomvi na sisi? Mbona tukana kututusi sisi? Amekupiga na kukutusi, si ndio? Lakini Yang Yaoshi ni mtu mkubwa sana na ana uwezo mkubwa. Lakini waga si mjinga. Mr. Mwacha kirahisi namna hii. Nabii tu maelezo kutosha. Twende, ngoja kaka. Twende, siwe na mbele kitu. Kama Yang Yaoshi yuko hapa ni mtu anayeheshimika.
tusimlaumu kwanza. Tumuhoji sababu nini ya kututokana na kiasi hicho. Kwa maisha tusipigane au? Tunatetea haki yetu, twendeni. Tusipigane kwanza. Mara mwokoe. Akamwona Yankang yuko hapa. Na Yankang. Huyu ni mwalimu wake, alishamfundisha akiwa wadogo. Chuji ni mwalimu wake huyu. Hasa anamuona mwalimu wake yuko pale. Mwalimu, na wakubwa zangu. Kwani uko hapa? Nancy Mo. Nikamkuta. Akawaelezea hali ilivyokuwa. Alizama kwenye maji, alitaka kujiua. Dokta akampima pale. Huyu ni dokta mwenye uwezo mkubwa, professional. Kwani binti anataka kujiua kwanza? Mimi sijui kwa nini, lakini ni kama nilimkosea hivi. Akakasirika. Mheshimiwa, hongera. Anataka kupona. Naweza kuona ni mjamzito binti kwa sasa. Ana mimba changa kabisa. Lakini atapona baada ya siku kadhaa baadaye. Kumbe jamaa alishafanya mambo hapo. Kwa atamka lini? Kuhusu kuamka sina uhakika, lakini ataamka. Mpigeni sindano. Sindano gani? Njia sindano ni hatarishi mno. Mimi naijua. Sasa mimi sijui, mzee sasa mimi naifahamu. Lete sindano. Hii style ya sindano ni style ambayo inatumika sana na Wachina, wanajua kuitumia hii. Sindano ndefu sana zinaingizwa kwa mwili. Sindano kama hii. Urefu wake hivyo hivyo inapigwa ndani. Wanaita acupuncture. Poto ina pass mara 2. Kwenye mkono mara 3, kwa mishipa ya damu mara 3. Kwa hiyo ni round 1 unafanya. Kwa unakwenda mara 3 mara 4. Ya pili unapiga maeneo ya stream ya uti wa mgongo. Na ya 3 unaipiga kwa miguu. Matokeo ndani ya siku kadhaa atakuwa ameshaamka. Sawa mheshimiwa. Kesho nitakuja tena. Walimwelekeza daktari, alikuwa juu style ya kutumia sindano. Wanajua kuitumia ni wapiganaji tu. Wewe, mligombana nini? Mwalimu, mimi sijui, lakini mmewana kwani? Mmewana au ulimpitia ghafla tu? Hatujawana bado. Kwa sababu ile siku nilishindwa kujizuia. Kwa hiyo lakini niko tayari kumuona. Nishasema. Master alikasirika. Bwana mpaje binti ujauzito hujamuoa? Mwalimu, lazima uniamini mimi. Mimi ni mtu wa ukweli. Lazima uniamini master. Kwa nini ningekuja kijijini kama kweli simpendi? Nakuuliza swali. Wewe uko upande wetu au uko upande wa Prince wa Jing? Sasa niko mimi Yankang. Niko upande wa ufalme wa Song. Kama sio nyinyi na walimu wangu, usije kuwa mjinga kiasi hichi. Mimi sio mjinga master. Kwa mimi sio mtoto mjinga. Basi vizuri. Wakamwamini kweli. Kumbuka wazazi wako walivyokufa. Hata siku moja usije kama Gojing yuko wapi? Gojing yuko wapi? Yuko wapi? Ulikuwa naye? Sasa Gojing anakumbuka alimuua. Amekufa. Nanga muua Gojing. Sasa akasema wakijua nimemuua mimi, watanijeruhi ile mbaya. Cha kufanya nidanganye. Yankang akafikiria kwa nini atadanganye. Tunakuuliza nani amemuua? Huang Yaoshi, babake na Ronga kule kisiwani ndo kamuua Gojing. Huang Yaoshi kamuua. Kwa nini amuua Gojing? Kwa sababu mtoto wake alikufa. Na Gojing alisababisha mtoto wake akafa. Kwa hiyo amemuua Gojing yule mzee. Kisa mwanae amekufa. Mwili wake ulikuwa unaelea kwenye maji. Wakaukuta. Kwa wakaenda kumuua Gojing. Huyu Huang Yaoshi anazidi ukatili. Kisa ni wa kwanza nataka kututishia. Sitamwacha. Sasa wakaja kumfuata Huang Yaoshi. Huku Huang Yaoshi ananikimbiza huku kichaa. Awaambie Gojing yuko wapi? Pita kwenye maji na mnaina bogelea namna hiyo. Faster. Bwana, huku kichaa. Nini tena? Mataka nini?
人有3急。 Nimesema na biashara nataka nifanye. 我要嘘。 Nataka nikanye. 老顽童， Wewe Victor, 没工夫跟你。 Gojing iko wapi? Sina muda kucheza na wewe. Niambie Gojing iko wapi? 哎呦，你为什么总？ Kwa nini sasa mnatafuta Gojing sasa bwana? 我要是 Tamua. Nataka nikamue. 他没有偷， Lakini hajadanganya. Mimi nilisikia nilikudanganya kama sijamfundisha. Gojing alikuwa ajui nikamfundisha zile style. Huo ndio ukweli. Gojing alikuwa ajui nikamfundisha style. 要杀。 Hata kama nataka nimue hivyo iko wapi? Okay. 为什么呀？ Kwa nini nataka kumua dogo? 蓉儿为了救 Mwanangu kafa sababu yake. Oya. Asingempenda yeye mwanangu asingekufa mwanangu. Oh, mzee akajua kumbe hajui kama Gojing yupo. Ronga hajafa. Anafikiri Ronga kafa kweli. Mzee anajua Ronga yupo mzima lakini akajifanya kama hajui. Sitamwambia kitu. We, 快说！ niambie Gojing yuko wapi? 哎呀，不过你们这3 Gojing, kimbia uende kijijini kwenye Kusan Inn. Kuna hoteli fulani imechakaa ya zamani. Huko utamkuta Gojing. Sawa? 好的，走， Bye. 先走一步。 Fuate. Sasa unapokimbia, akati unaenda, kumbe Kinren alikuwa yuko hapa. Mzee wa kutunga sera. Muongo muuni huyu. Mzee wa uuni na uongo akawaona. 交上手来。黄老邪，这 Yang Yaoshi, lazima tumuue huyu mzee. 师兄， Wakaja huku. Shibai. Sasa walipokuja huku, walikutana na baadhi ya wanafunzi wengine. 何止是邱道长， Inaonekana jumla la Master 7 wameshakuja tayari wako hapa. 这次全真 Jamani 80 ma Master 7. 怕对付不了。 Nataka nitafute Yang Yaoshi tusimuogope. Ela. Tunamchangia tunamuua hapa hapa. Moya. Tushakamilika tuko 7. Yusuf. Hata awe na nguvu kiasi gani, hawezi kutoka. 他们 Wameelekea wapi? Nimekuja kutoka kisiwani sijamkuta Yang Yaoshi. 桃花岛， Inaonekana kweli 桃花岛做什么？ Yang Yaoshi hayupo kule. Babake Ronga yupo kumtani. 桃花岛干什么？据奇侠中为 Inaonekana kwenye kisio ile mzee ashaondoka. Huang- Huenda ile mzee yupo huku. Kwa binti anasema mtutusi kweli huenda yupo humu. 黄药师 Lakini nimekuta Yang Yaoshi alikuwa hayupo kisiwani. Shi- Basi ndio maana yuko hapa. 就与黄药师 Nimesikia anatafuta Gojing. Nimesikia sijasikia neno lolote lile. 竟杀了 Alafu nasikia lengo lake ni kumuua Gojing. Kila pale anakopita anatafuta Gojing. 给弟子。 Inaonekana Gojing anataka muue Gojing sababu binti yake amekufa, Ronga amekufa. Kwa anataka kumuua Gojing. Unaona? 还好他 Anaanza kuwinda mimi, ananiwinda mimi kwa sababu anafikiri umekufa. 不是 Nasema kutana na huyu baba yako itakuwa ni hatari. 我的我爹跟大魔头一样， Baba yangu namuita hivyo. Sasa atafanyaje? Inaonekana Yang Yaoshi kweli kamuua Gojing. Kama ulisikia nawinda Gojing, huenda kaua kweli. Tukio kama inawezekani. Yang Kang kasema yule mzee kamuua Gojing. Lakini mimi simwamini Yang Kang bado. 新仇 Inaonekana Yang Kang ni muni fulani. 下 Sio kuaminika sana. 蓉儿， Ronga, nini maana ya hii? 杨康以为 Ngala Yang Kang anafikiri umekufa. Yang Kang anafikiri umekufa, kawaambia kwamba wewe muuana baba yangu mimi. Eti baba yangu kakuua. Kwa Yang Kang anafikiri umekufa. 理由 Kwa akasingizia baba yangu ndo kakuua wewe. 杨康为什么要撒这样子？ Sasa kwani Yang Kang adanganye? Huyu Yang Kang huyu 也真是够聪明的， anafanya mjanja kweli. Mjanja lakini ni mpuzi. 他也是无药可救了。 Nabidi 老邪，我在 wewe mzee. Haka. Naambia kitu kimoja. Mimi nahisi 当时正在追周伯通，周氏 huyu mzee atakuwa yuko na Ankozu. Ankozu 江湖上 kivipi? Ankozu alipotea miaka mingi yule kichaa muda mrefu. 看见周师叔， Zaidi ya huyu Yang Yaoshi, Ankozu yupo. Hasa nimeona Ankozu, Yang Yaoshi wanakimbizana juu kwa juu. Uwezo wangu ulikuwa mdogo sikuweza kuwafuata kwa huko angani. Lakini niliona Ankozu anakimbia na Yang Yaoshi anamfuata, kuna mtu mwingine kwa nyuma anakuja. Anga sikia mtu kacheka. Kinren naye akaingia. Mzee wa uongo muuni huyo. 铁掌水上漂。 Naitwa Yang Pang. Kinren, mpiga mkono wa chuma. Wewe Kinren kaja hapa. Akacheka kweli. 是铁掌 Mzee ni muuni. Kwa hiyo ndio mkono wa chuma. 人被大名， Nimekusikia jina lako muda mrefu sana. Nafurahi kukutana na wewe. 全真派的威 Nimesikia ujumbe la master jinsi umekuwa maarufu. 严， Na mimi pia nimefurahi kukutana na watu wazuri wakubwa kama ninyi. Anyway, 我们师傅和师叔的葬， master mbona mmetulia kimya, mna habari yote inayotokea? Maanisha nini kusema hivyo? 我师叔周伯通 Kwa sababu Tong amekufa? 怎么？ Nyote mlikuwa mjui? 不可能！ Hajasikia. Nimeona sio muda mrefu wamekufaje? Mbona nimeona sio muda mrefu wa watu hao? Mzee akatunga uongo. Ngoja. 刚死！ Wamekufa sasa hivi.
Sasa hivi lakini nimeona Yang Yaoshi ameona amemuaje? Anaambia ukweli. Yang Yaoshi ile mzee wa kisimani kamuua ile kichaza Obuto ni faster akiwa amevaa maski. Akaanza kutunga uongo Kinren. Kafikiri kweli. Kwa hiyo ikawaje? Huyu akati kama msituni. Umeona Yang Yaoshi akimuua Obuto. Kamuua ile mzee kichaa. Asikuweza kumsaidia kama nimechelewa. Ungetaka nimsaidie lakini kama nimechelewa. La kibaya kamuua kikatili sana, kamuua kikatili mno. Inaumiza sana moyo. Anatunga uongo. Huyu Yang Yaoshi sasa hivi amezidi. Lazima tumuue tulipe kisasi kwa wote waliotokea. Lazima tumuue huyu. Huyu mjinga huyu. Anatunga uongo. Master Saba atamini babangu ni mtu mbaya mwishowe. Waje kumuua babangu. Ronga. Kwa nini tutoke tukaambia ukweli? Yuko jinga. Babangu hawezi kufanya kitu kama hicho. Usiamini mjinga, mjinga Kinren ni muuni. Usisahau alitudanganya mara ya kwanza Kinren. Afu kweli. Huyu mzee ni mwongo huyu. Ni mwongo kabisa. Babangu alikuwa anataka kumuua mzee kichaa. Angemuua kule kisiwani. Kwa nini kumuulia huko? Afu mkweli. Unaonekana mzee ni mwongo, ni muuni huyu. Yuko wapi Yang Yaoshi? Mwenyewe namtafuta vile vile. Nimesikia anakuja hapa. Baada muda kidogo anakuja hapa. Kweli? Basi tunamngoja hapa. Leo atoke akifika hapa. Hata kama ni wa kwanza. Kio. Basi tuungane na sisi tupigane na huyu mtu. Ili tusaidiane tuweze kummudu. Ningesaidia lakini mimi ni mgonjwa. Mzee ni muuni huyu. Jamani, ambaye tu kweli. Mimi naondoa tu wabaya ni kazi yetu. Kwa hiyo mimi na njia ya kumpiga Yang Yaoshi na nikamuweza vizuri. Ngoja. Nyie subirini hapa. Mimi nitaenda kumchungulia afika wapi. Lakini ukiwa peke yako mheshimiwa itakuwa ni hatari ukiwa peke yako. Kwa nini tusikusindikize? Au fi kufa? Yang Yaoshi ana uwezo mkubwa lakini hawezi kunizuru mimi. Ngoja nionyeshe mfano. Usi mzee wa uongo. Akachukua kisu. Kajichomeka kisu. Wewe mheshimiwa, uko salama? Niko sawa. Ni muuni huyo. Akajifanya amejipiga kisu. Naona kwenye dunia hakuna mtu yote kuniumiza. Nyamona. Niko sawa. Wote shuhudieni. Naona? Kweli uwezo wako ni mkubwa. Naonekana uwezo wako unatuzidi mpaka sisi. Mheshimiwa, ni style gani hiyo? Hizi ni style merisi kwenye ukoo wetu wa mkono wa chuma. Kwa hiyo siwezi kuambia watu wengine wala siwezi nikafundisha mtu yote yule. Basi kama ni hivyo, uwezo wako ni mkubwa sana. Sikizeni. Nitaenda kumtafuta Yang Yaoshi. Afu nikishampata atakapokuja hapa tutapiga naye kwa pamoja. Sawa? Subiri nakuja. Hiyo haiwezekani. Uncle Zu amekufa. Tulipe kisasi kwa ajili yake. Lazima tumuue. Sawa? Atakapotokea tutamvamia wote kwa pamoja. Unasemaje? Wakampa heshima. Wakafikiri jamani hatari. Kumbe muunyi ni mzee wa swaga tu. Vika baba akija. Baba akija na uwezo mkubwa. Ataua watu wa master wote sawa, anataka kawaua eti. Wote wakiungana wa mwezi. Baba yako naogopa atawaua eti haraka. Kamba jambo kama hili sio tatizo. Cha muhimu ni wewe upone kwanza Guji. Ma Yu Dao Zhang 教过我2年吐纳之功. Master amenifundisha na marafiki zangu. Nitaki baba yako waue. Baba yako ni mtu na uwezo mkubwa, atawaua watu hao. Umesahau ahadi yako uliniahidi. So hivyo kwa mpole. Tulia tuangalie nini kinachoendelea. Baba yangu natumai anaweza kadili nao vizuri tu. Baba yangu hana shida. Wakama tulia, mara kuna mtu anatimba mitai. Kakaa kama chiri hapa. Wanamvutia picha Yang Yaoshi aje. Wako 7. Wakawa namngojea afiki hapa leo. Ni Master 7. Jumba la Master 7 wako hapa. Wanamngoja aje. Wakawa wametulia muda kaenda kidogo. Wakawa wametulia wanamvutia kasi aje hapa. Mara una upepo kapita hapo. Wakajua basi. Wakajua amefika. Sasa walikuwa wanamngojea yeye. Inaonekana Yang Yaoshi ameshafika, kaeni tayari tumkaribisha.
Inaonekana leo mamasta 7 wamekusudia kumuua Yang Yaoshi, baba yake na Ronga. Wajini akafikiria, akaona hapana, nijekaa hapa hata naweza kauawa. Mara chab, mwamba katimba, nani huyo? Ni Yang Yaoshi au ni nani? Cha ajabu alifika wa kwanza ni Sister Mei, ndo alikuwa wa kwanza kutua hapa. Akati anashuka, alisensi kuna watu chap, akadunda chap akarudi juu tena. Alisensi kuna watu wako hapa, akakaa kwa juu. Nyake ya nani? Sisi ni watu tunaozamia mahali kwa miaka mingi, tunatembea kama vichaa. Tunacheza michezo yote toka Chongyang. Pia ni moto tusio kufa, wenye migamba kama ya samaki sio na mwisho, usiku usiokuwa na kizazi. Naishi kwa kutabasamu bila majuto. Jumba la mamasta wote 7 tuko hapa. Ina maana jumba la mamasta? Binti anafahamu jumba la mamasta akiwepo, maana yake wote anafahamu kwa majina. Akaamua hakikishe, je, ni hao au sio? Mei Chaofeng, muda mrefu tunaona na wewe. Mayuni wao uko hapo? Je, wote 7 mko hapo au la? Mbuka binti aone. Bila shaka. Kisa hapa ni mafanini hapa. Okay, vizuri. Mnasubiri nani? Tunamngoja master wako Wang Yaoshi. Master wangu Wang Yaoshi? Zumlano nini? Tunataka tumuue. Ametutukana dada yetu Busha. Ameua watu wengi sana Yang Yaoshi. Lazima tumuue leo. Ama zake ama zetu. Faster. Mwite master wako aje hapa faster. Aone uwezo wetu na wake upi mkubwa. Nyake ya nani? Mimi ni Chuji. Ushanisikia nafikiri ni mkorofi sana. Hamna shida. Mtawamaliza kabla ya master wangu. Binti akadumbukia nao mbele mzima. Sister Mei. Wait, Sister Mei. Sister Mei akaingia akapiga mtungi kwanza mzima. Hii ni jumba la mamasta mzee. Akatanya mitungi hiyo. Chekia ngoma ilikuwa nzito namna hiyo. Mkono kwa mkono. Vitu. Hivyo wote wana power za kichawi. Sasa ama master 7 wana nguvu zao wanatumia. Mheshimiwa, unaonekana uwezo wa Sister Mei ni mkubwa. Akamba, lakini unaonekana master aliwafundisha vizuri sana hawa. Wakana nachungulia. Sister Mei unaonekana uwezo umepanda, yuko fiti mbaya kudili na hawa watu. Hong Singong yuko hapa. Yuko hapa. Akambia Singong hayupo. Hata kumogopa siya kuwepo. Ni sisi master 7 tuko hapa. Singong hayupo hapa. Hata kujitetea. Famia tena. Hamna shida. Sita tena. Binti katoa mnyororo mzee. Wakati kunja wametua. Nini tena? Jamani nyie. Nyie na njaa eti. Ani gafu na ingia njaa. Kwani sasa nisingie njaa? Hapo tangia subuhi sijara eti mpaka sasa hivi. Afu na njaa. Usiamini yani. Nyie kuleni kwanza au nitakimbia baadaye, tule kwanza. Mgao kwa wapi hapa? Hapa kijijini sio mbali. Tutaenda kula kijijini hapo mbele kwanza. Twende kwanza kijijini tukale. Mimi nitatembea kuna njaa sasa, mimi siendi bwana. Mimi sitaki. Mzee akaoya. Tumbo lako la njaa lituhusu sisi. Haya. Sikia. Mimi kitu nyeo. Kwa mimi nahusu nini? Nina njaa na sitaki kukimbia. Kwa siwezi kuonesha nataka kwenda. Basi kama mwezi 20 mimi leo kukimbia. Basi nileo kukimbia nyewe wenyewe. Kindoni nakachungulia. Kumbe Kindoni yuko hapa. Mswa kutunga uongo. Kuleni kwanza. Afu kimbieni tena. Nikishakula nakimbie tena. Nitakula kuku fulani hivi mzuri kwanza. Eti hapa nitaje kwa wafatu kimbie zaidi, si ndio? Mbona ongea kama Sikong? Kakufundisha kula. Hayo. Nimemsahau Sikong, nitakuwa nimlinde Sikong kwa jumla la kifalme jana usiku. Wait. Nabii nirudi nikamwangalie. Wewe amekamatwa. Yaani na kazi ninafanya. Sitaenda tena huko. Unaenda wapi? Tuoneshe iko wapi Guojing? Hawezi kuondoka rahisi. Nabii niondoke. Mimi naishia. Wewe, Guojing iko wapi? Mtafute mwenyewe. Kwa kijiji cha Ox Village. Chaofeng. Tuko 7 na uko peke yako. Tutaonekana na tobati kuua. Kwa tutapigana ngumi. Silaha tutaweka pembeni. Na wao pigane kichwa mikono hivyo. Basi tuanze. Mbona mnategemea nitashinda au? Au mnaniogopa? Na kuogope mchai wewe. Tuanze.
Sasa watumii silaha, zinalika ngumi. Weka formation hiyo. Asa hawa na style yao wanaotumia. Ama Master 7 wana formation inatumia ndo sky pivot. Yaani hiyo ni sky pivot. Wanajitega kwa juu namna hii. Heone. Wao 7 Sister May mmoja. Wakisha jiunga na style yao wanakuaga na nguvu kinyama. Take ngoma hii. Wakisha jiunga style yao wanakuwa na nguvu ile mbaya. Unakuwa upoi. Ha, cheki swili kwa nzito hii. Sister May. Na wao. Take ngoma namna hii. Wanaama ile mbaya. Heone. Jamaa kapita mpaka juu lakini kama wapi? Cheki swili kwa nzito hii mzima. Wewe. Jamaa anaenda namna hiyo. Waka na chap. Wakiwaga hivyo wanakuwa na nguvu ile mbaya. Take ngoma hii hapa. Binti anapeleka mjeledi unawakosa, lakini nao wako fiti ile mbaya. Moto wao. Cheki. Ngome kapita kwa juu namna hiyo. Ikamkota. Cheki ngoma hiyo mzima. Hey, alizunguka mzee hizo. Pa! Hey. Jamaa kapita kwa chini ngoma wapi? Cheki sio ilivyokuwa hii. Hey. Kata namna hiyo. Ngome kapita. Binti kazunguka kwenda kwa mkono kapita namna hiyo. Ili kupata hiyo si mchezo. Na kama nakafunga kama katika pale. Akaishikilia kwa hapo mzee. Binti akivuta ivuteke. Sasa inaonekana wachungana na style yao ya sky pivot. Akaamba kisha ungana na hiyo style. Babangu aliniambia mfumo wao ni imara sana. Wakitumia wewe hata kwa ubunifu mtu yote inakuwa ni ngumu mtu kuweza kupigana naye. Kwa wakibadilishana kwa muda mrefu watakaa muda gani? Wenda wanahitaji kupata style kama hii kuweza kuwa vizuri zaidi. Ndio. Sasa nimepata wazo. Nimeelewa kitu. Hii ni sana mimi na wewe kusaidiana hivi. Tukibadilishana nguvu mimi na wewe, tutakuwa na nguvu kubwa. Kama Master pia wanavyoungana vile, wanakuwa na nguvu kubwa. Wao kwa wao peke yao wakiungana vile, wanakuwa na uwezo mkubwa tofauti na vile ambavyo wao wanakuwa. Kwa hiyo hivyo wanaungana kama hivi, wanasaidiana kuhamishiana nguvu kwa rahisi kuweza kumudu adui anayekuja. Huko amzuia mzee wa mzidi mama namna hii. Sister May, cheki mechi kwa mechi. Cheki hiyo nani? Sister yuko fiti, lakini sasa ameshaungana hivi. Hii inakuwa ngumu kwa upande wake kuweza kuamudu wote kwa pamoja. Cheki swali ilivyokuwa hii. Fanya na jamani. Kosa na mkono mzee huo. Naka wana ngoja kwanza wewe. Fungusa kwa kushika leo mnyo lake kushika namna hii. Wakashika leo mjeledi namna hii. Sasa ana shughuli nzito hapa. Shika nzito kasi namna hii. Wakaunganisha nguvu. Sister May kazidiwa hapa. Hawa wanatumia nguvu, hawa wanamzidi kule. Sister May kazidiwa. Sasa nimepata maana halisi ya formula nguvu 9. Nimeikumbuka. Bai dao 4 kwa mara 2. Unakumbuka hii? Nini tena? Nimegundua nini maana ya formula nguvu 9 nikiwa nimekaa hapa. Nimekumbuka kipande kimoja kwa kinasema baada ya kuona stance zao wanapigana, nimeelewa sasa formula nguvu 9 na maana gani ilichoandikwa ndani yake. Kweli? Njia ya kwanza nimegundua ni elusive. Jinsi ambavyo mmonyoko na mzunguko wa nguvu unaofanyika. Sasa nimeelewa leo ni maana ya ile, maana ya interconnected. Tunataka kuungana kutokana na ile mwanzilishi katika mzizi husika wa nguvu. Kwa umekuwa mjanja kipindi hichi. Wenda hatutegemea angefanya mambo makubwa kama haya. Sasa shughuli ipo kwa upande wao. Wakamvizia mmalizie namna hiyo. Takiwa kila mkono binti akawazuia. Sasa cheka alivyomzidi binti hapo. Wamemtaiti ile mbaya. Binti kapita kwa juu mdhibiti. Sasa katika kati mbona namna hiyo. Huyo kama kumalizia namna hii. Kama ni piga nguvu katikati mzee. Sister May alipigwa. Aliotea. Kwa mtu akamzuia pole pole kama hajatua mzee. Nani huyo? Kwa mtu alimkinga. Alimdaka binti. Afi filimi tunaijua. Yang Yaoshi mwenyewe alifika. Huyu ndo alikuwa anamtaka. Akamhifadhi mwanafunzi wake pembeni kwanza pale. Akamweka hapo. Huyu mwanafunzi wake akaingia na filimbi yake na haga hapo nyuma. Huyu ndo alikuwa anamtaka. Shehe mkaona mnipigie mwanafunzi wangu Master 7. Mumchangie mwanafunzi wangu. Kweli. 你来的正好。
我们有几件事 Kwa umekuja 你讨个说法， tunajua tutakuweza, lakini 随意。 hamna kumpa heshima kitu kama hicho. Pigane kwanza. Sasa yeye kumwona mzee akipigana huyo. Chekia kwanza shughuli ilivyokuwa hiyo. Akakiingia na meza, jamaa akaja moja kwa moja. Wanamjua na uwezo si mchezo. Mtu kuitwa wa kwanza si mchezo. Tawanya namna hiyo. Wa kwanza kapigwa namna hiyo. Mzee kama chap. Cheki. Sali pita kati. Cheki kwa namna hiyo. Tawanya namna kwamba kwa namna hiyo. Wote wamuweze kwa saba. Ronga. Watakufa huko nje. Hao walimu wajua, walimu wangu sasa nifundisha na mimi ati. Akaambia sijali. Wanaweza wakawa wako sawa. Kwa tuangalie. Wako sawa. Mara mzee akaingia huyo. Oyangfenya akaingia. Huyu ndio watatu kwa uwezo. Kwa hiyo kufika hapa huwa atamaniki kuwa wa kwanza. Oyangkia kamwona mjomba wake. Sasa mzee yuko mpaka atawanya namna hiyo. Mzee anachezea si mchezo. Hao toka zidiwa. Wakawa wanamchangia namna hii. Oya Wang Chang. Aliwafundisha vizuri sana kweli. Lakini bado uwezo ni mdogo, hata kwa huyu mtu mnamshindwa. Kweli mnatia aibu nyinyi. Mzee akafika pale. Kumbuka mtu wa tatu huwa anatamani kuwa wa kwanza. Sasa Oyangkia kama mjomba wake yuko pale kama mzima. Ungana information. Wakaungana tena kama alivyomchangia Misimu. Wakaungana vile vile kama alivyomchangia Sister May. Cheko anapokwenda 2 3 in 5. Hey! Nguvu kwa nguvu namna hiyo. Mzee akatai. Hata anapounganisha nguvu za kichawi. Hapo ameunga uchawi. Taki. Kila mtu anamsukuma mwenzake kupitia nguvu za kichawi. Hey, tumchanganyia huyu. Au yule anamsukuma, anaenda kumchanganyia. Inaonekana huu ujuzi alowekea. Sasa Oyangfenya akaona ngoja. Wacha wapigane ili yangeoshe nguvu zikimwishia huyu mzee. Mimi nimpige afu mnio wa kwanza kwa niaba yake. Ngoja nguvu zimuishie. Afu nitamchangia kwa nyuma. Sasa mzee akatunga ila mbaya. Fanyaje? Ronga tujitokeze hau. Gamba chungulia kwanza. Kuchungulia mechi kwa mechi. Ni kama vile wako fast, yani wako sawa hivi. Mzee kwa mudu wote, yani wote saba ndio wanafikia mzee kwa uwezo. Sakata amekaa pale. Wote wakawa nafikiria. Yote wametulia hapa. Kila mtu anasukuma nguvu zake. Wakamwa mchanganyio akamixia hiyo. Au yule akamvizia mvamie huko anavamiwa namna hii. Mzee kuwaona. Tumia filimbi akapiga na filimbi yake. Tanya formation nzima hiyo mzee. Mzee akawatanya chap. Peleka mpaka lakini ngoma wapi? Peleka ni kitu ngoma na nani? Pita kwa chini sio namna hiyo. Pata mpaka juu namna hiyo. Mzee akabetoka chap. Peleka namna hiyo mzee. Akapiga kwa chini akajiweka chap. Mzee akaona ngoja kwanza. Mzee akadana chini chap. Mzee akadana akarudi kwa juu. Hey! Bwana. Mzee akatangua namna zote. Cheki. Kwa vichwa mzee. Mzee si haba. Azunguka na kichwa mzee. Wewe. Mzee akanaama tu. Jamaa akamfuata. Mzee akaona ngoja. Piga moja moja mzee. Akana na watanya. Wako serious si mchezo. Vitu. Saki ngoma namna hiyo. Vunja ngazi namna hiyo. Ngazi inakuja hiyo mzee. Jamaa kama ikapita. Peleka nyingine. Mzee akawatanya na miguu hiyo mzee. Wewe. Buti sito namna hiyo. Mzee akatumia nyingine ngazi. Yoi. Wakahama tu kama ikapita. Jamaa kaona ngoja. Tone. Kama ikapita namna hiyo. Jamaa kaivizia kaipiga tena. Na wakaipiga nyingine. Sikutana katikati. Cheki shughuli ilivyokuwa. We. Hiyo. Mzee akaziinua tena ngoma hizo. Akaziunganisha namna hii. We. Mzee akaama chap. Akaenda katulia pale juu mzee. 7-1. Moto kwa moto mzee. Teke alipokuja kukaa mzee mzima. Si mchezo. Yang Yaoshi. Jamaa akaona ngoja ishiwe nguvu ili niingie nimpige mimi wa kwanza. Wewe mzee anamvizia kwa nyuma. Mzee akaona anyway, wacha nimsaidie. Nione kama ataniheshimu au la. Mzee akaona ngoja kwanza. Wewe mzee, nakupa msaada. Akaingilia na huko akuomba msaada, akampiga mmoja namna hii. Akamvunja mbavu. Mzee akaama chap. Akumtuma msaidie. Ni kielele chake. Nani kwamba unisaidie? Una shukrani? Ndio kuvamia mwenyewe. Akamvamia mzee ajitambui. Wewe! Mzee alikuwa ajui. Binti akaingia Sister May akawai. Sister May akapigwa kwa niaba yake. Ticha anageuka, alikuwa ajui mzee. Akamgeuka.
Nini maana hii yote hii? Kama mpiga na sumu. Wewe si una shukrani? Utapigana wakati mwingine. Nimekusaidia, nimemuua mwanafunzi wako mmoja. Hii ni kawaida. Nitakuwa nilipe fadhila. Tukutane baadaye. Tutakutana wakati mwingine. Hapo akakimbia. Wang Feng! Mzee kavunja mbavu kauawa mmoja. Da! Mmoja kafa. Kaka mkubwa, Wang Feng. Sisi tuna adui na wewe. Mbona tuvamia namna hiyo? Kwa nini? Nyinyi ndio mmekurupuka. Mimi siko mmevamia nyinyi wenyewe. Kwa nyinyi wenye makosa. Usimlaumu. Tutakufa wengine. Mmoja kashakufa tayari. Tusiendelee na hii vita kwanza. Sasa wao wakuuliza kama nikusaje nini? Kwanza sasa hivi jumba la master unajua ni maadui zako. Siku moja utalipa kisasi. Kwa siku yoyote tunakuja. Mzee akatoka yeye anaona poa tu. Unaenda kwaje? Wang Feng ni muuni. Alikuwa anataka kumuua babangu mimi. Bahati mbaya sister Mei akaingilia, akauawa yeye. Kwa sister Mei muumizwa yeye. Kwa ajili ya babangu kumsaidia. Koto, mwambie sasa baba yako ama tunamsaidiaje? Babangu kumwambia atajua. Babangu apendai kujitetea. Mzee akaona poa tu. Sasa mwanafunzi wake sister Mei kaumia. Sister Chao Feng. Master, nilikukoseaga kuanzia mwanzo. Nilikukosea kuanzia mwanzo master. Nimekufa kwa ajili ya kukusaidia. Nikifa nikikusaidia mimi ni furaha. Master, akampigia magoti. Master, nilikuibia formula nguvu 9. Nikasaliti huko nikakimbia. Vyote nilifanya mimi. Nikasaliti na ukoo, nikatoroka kisiwani. Najutia kwa wote niliwafanya. Na leo nimeweza kukuokoa wewe kuuawa na maadui zako. Nimefurahi kwa hiyo kazi niliyofanya. Hii ni nafasi yangu nzuri ya kuonesha kwamba kama kukuomba msamaha. Nimefurahi kwamba leo nimekukingia adui asikuue. Nimefurahi, nimekaa mwanafunzi wako. Niko tayari hata nikifa. Leo wafanya nini hivyo? Sijakwambia ufanye hivyo. Alijishika chap. Akajivunja mkono mwenyewe. Akajivunja mikono. Hiyo ni sehemu ya adhabu ya ukoo. Ukikosea lazima ujivunje mikono. Kwani umefanya hivi? Master, uliniambia nifanye vitu vitatu. Cha kwanza nitafute walioshika staili zetu nimuue. Na wa pili ni viwili nilishindwa kuvitimiza. Lakini ili moja nimeweza kulitimiza. Chao Feng, nimekusamehe sasa. Master, kwani umenisamehe? Kama nimekuahidi, nimekusamehe. Kwanza sasa hivi na kuendelea, rudi kisiwani tena kama zamani. Azama niliondoka kisiwani nikiwa na kakaangu, lakini master ananirudisha tena kwa upendo. Nashukuru sana master. Nashukuru sana master. Alishukuru sana kwa master kwa yote ambayo mmemfanyia. Basi alishukuru mno, lakini tayari mikono alishaivunja. Mwanafunzi wako alianguka chini pale pale na alikata moto pale pale. Alipoteza maisha. Sister Mei Chao Feng akasema, Chao Feng, nitamtafuta huyo Wang Feng na nilipe kisasi kwa hichi alichokitenda kwako. Binti anashuhudia yote hayo. Sister Mei anakuwa na uwezo mkubwa, lakini amekufa ghafla nje ya matarajio. Kitu kibaya sana. Nilijua ataishi muda mrefu kama Ronga.
Basi alikuja kumzika Sister May. Amekuwa ni mtu mzuri kuanzia mwanzo, licha ukatili wake. Basi Master, mwanafunzi ni mwanafunzi tu, kama ni wako ni wako tu. Zamani wanafunzi wengi walikuwa wanachukuliwa na wana Master, wanawafanya kama watoto wao, kisha wanawafundisha staili zao za uwezo mkubwa. Basi licha kuwa Master kwake ni kama mzazi kwake, maana wengi ambao walikuwa wanafunzwa martial art kipindi hicho walikuwa hawanaga wazazi.